Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Tuna habari za ajabu sana. Tuseme hivi, tumeitiwa yaliyoshindikana. Hapa tuliposoma ni wana wa Israeli. Biblia inasema walipomuasi Mungu, Mungu akaondoa ulinzi wake wa Midiani, wakaamua kuwavamia Waisraeli, wakawatia utumwani. Sisi Tanzania nafikiri hatuna uzoefu, hasa kizazi chetu hiki, uzoefu wa utumwa. Maelezo hapa yanachoeleza yanasema hivi, wakiwa utumwani, chochote walichofuga basi walikuja Wamidiani wakajichukulia kirahisi tu, wakaondoka nacho. Umefuga ng'ombe, yuko vizuri, umetunza, amenenepa, pengine ndio kwanza amezaa, huko kukamua, anakuja Midiani, sema hebu tufungue huyu ng'ombe, tunaondoka naye. Kama watu waliweka bili, ndio mwisho wake. Semaga ameni mpendwa. Amen. Sasa Biblia inasema wakati wamekata tamaa, Biblia inasema Wamidiani waliwaumiza Wanaisraeli. Wanaisraeli wakamlilia Mungu kwamba Mungu, hiki ni nini? Nimelima, nimetunza, gharama zote nilizotakiwa kuzitumia nimezitumia, Wamidiani ninavuna, anakuja kuchukua. Mungu wewe, sikia kilio chetu. Wapendwa, haleluya. Waisraeli walipolia kwa Mungu wao, Mungu akaamua kuja kuleta majawabu yao. Gideoni hajui kama Mungu ameleta majawabu, na yeye ndiye chombo cha kubeba yale majawabu. Hajui, anapepeta ngano, amechimba shimo afukie kule. Wanapokuja sema, jamani, sikuvuna mimi, nilikuwa naongea tu hapa kwenye kamwaroni aka. Biblia inasema akatokea malaika wa Bwana akamwambia, Bwana yu pamoja na wewe, shujaa. Kumbuka kichwa chetu, tumeitiwa yaliyoshindikana. Yaani amevunjika moyo, amekata tamaa. Malaika ameleta habari, anamwita shujaa, anasema jipe moyo, shujaa, Bwana yuko pamoja nawe. Kumbe Bwana alikuwa pamoja naye, ila yeye huyu shujaa hata hajamuona, na yeye mwenyewe hajajiona kwamba ni shujaa. Imbaji wa tenzi anasema, Bwana uliyewaita watakatifu wako wawe mitume, wachungaji na mashujaa. Yaani wale wapole wa kunena, wasio na kitu kwao, Mungu huwaita wawe mashujaa. Amina. Huyu Bwana anamuuliza, unamsema shujaa ndio yuko wapi? Anaangalia shujaa yuko hapa, anasema wewe ndiwe shujaa. Yaani mbingu zimekaa chini, zina mpango wa kufanya mageuzi, zina mpango wa kuyabadilisha mambo chini juu, na ambaye zinamteua ni wewe shujaa. Amina. Anasema akiwa ana wasiwasi, amechanganyikiwa, amechanganyikana, haelewi wala zeti, Mungu anamuona shujaa. Ameitiwa mambo yaliyoshindikana. Wa kwanza kuyaona ameshindikana, Gideoni yeye mwenyewe. Wapendwa, haleluya. Kwa nini nazungumzia umasikini? Jeshini wanakula, wanajeshi wanapoenda vitani wanakula. Sasa huyu anaambiwa aongoze majeshi, anaangalia hali ya maisha walionayo ni mbaya. Anamwambia, Bwana nitawaokoa kwa namna gani? Anasema, nenda kwa jambo hili, utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Aisee, kwa mchungaji, mshirika ni mtoto, tunaungana mahali fulani katika roho. Yaani iko hali mnasemaga baba kama jambo la kawaida, ama mama kama jambo la kawaida. Yaani katika roho uko muunganiko wa kiuzazi. Anapopigwa pale ni kama umetoka kujifungua, bado maumivu ya kuzaa hayajakoma, ndipo mtu anapiga kale kachanga pale.
Nilitoka kama mshale kumwelekea, nikiwa na mkabili, nilisikia sauti ikisema, unaenda wapi? Ndio nilikuwa namwelekea hivyo. Sasa na mimi nilikuwa sijui ninaenda wapi, lakini nilimwelekea kwa kasi. Kabla sijamfikia niliulizwa, unaenda wapi? Akaja akashika shati likawa halina. Mke aliporudi nyumbani, aliandaa chakula akiweka mezani, akasema hivi, karibu chakula. Ila nimeona nikwambie kwamba Mungu ameniita, kwamba utaendelea kunipiga au utaamua kuvunja ndoa. Mimi Mungu ameniita na mimi nimekubali. Kalikuwa keusi, nimesema kalikuwa kembamba, kalikuwa na mustachi unafunika mdomo wote wa chini wa juu. Kakamwangalia kwa dharau. Binti akawa ameenda ndani, akaondoka. Alipotoka kazini, anakuja jioni, akapika chakula akakiandaa pale, akasema, nasikia kusema tena kwamba Mungu amekusudia kuniokoa na mimi nimekubali, kwamba utaniua, kwamba utaendelea kunipiga, kwamba utavunja ndoa, ila mimi siachi wokovu. Analala tu kwenye kitanda cha yule binti cha mke wake. Anasema akaona siringibodi, bati havipo, anga lile liko wazi. Kutoka kule juu mpaka pale kitandani, mwanga umekuja moja kwa moja mpaka pale. Akiwa anaangalia vile, anaona yeye mwenye mke haoni, mwanaume ndiye anayeona. Anasikia sauti kwenye ule mwanga ukisema, kwa nini umeamua kusimama kwenye nafasi ya mke wako? Mimi nimeamua kumwokoa, mwache. Sasa kila akisema mwache, mwanaume anawezeka, ile sauti inarudia. Sasa Baba Richard, nini? Baba Richard, nini? Ilikwenda usiku wote mpaka asubuhi. Mke haoni mwanga, hasikii sauti. Mume anaona mwanga, anasikia sauti. Asubuhi kulipopambazuka, mwanaume akamuuliza mke wake, kanisani mnaingia saa ngapi? Mnaingia saa ngapi? Muoshe mtoto muende kanisani mara moja. Mnataka uende kanisani? Tuko kanisani, ndio tunakuta anaingia yule mwanamke na mtoto wake yule amemuongoza mbele. Sote ni binadamu, tulizaliwa na mwanamke. Tukio la jana bado liko kichwani, ndio mnaona anaingia, jamani Yesu analia. Unaangalia kule nyuma, hafuati yule bwana. Ilikuwa ibada ngumu, mnaangalia nje, mnaangalia yule dada. Akaingia mle ndani, akatoa ushuhuda wa kilichotendeka. Wapendwa, haleluya, amen. Na akawa ndio mzee wa kanisa hili. Amen. Na wakati mwingine Mungu analeta mwanzo wowote. Mwanzo wowote ule ni kwamba Mungu ametuitia yaliyoshindikana. Kama kuna mgonjwa amekuja, haijalishi ametoka kwa Mwamposa, anaeleza, nisema nilikuwa kwa Mwamposa, wameniombea sijapona. Nilikuwa kwa mzee wa upako, sijapona. Sijui nilikuwa kwa nani, sijapona. Kwa askofu gani, sijui, sijapona. Walete shuhuda zote walizonazo, ataponea kwako. Miaka 3 Yesu na nusu aliyofanya kazi duniani, kiwete yuko pale, hashughuliki na. Alimwachia Petro. Petro alipofika pale, akasema tutazame sisi. Amen. Akasema sina fedha wala dhahabu, sema nicho nacho ndicho nikupacho. Akamshika mkono, akamsimamisha. Yule mtu alikuwa amesababisha watu waokoke 5,000 kwa tukio moja. Nimalize kwa kusema tumeitiwa yaliyoshindikana. Utapata changamoto kutoka kwa watumishi wa Mungu wengine. Waheshimu wachungaji wote, wapende, heshima yao iko pale. Lakini wakati mwingine wanaweza kugeuka kuwa mwiba, wakakushambulia, wakakuvunja moyo. Siku hizo mngoje Bwana, ametuitia yaliyoshindikana. Swala la maombi
na suala la kusoma Biblia. Haya mambo mawili ndiyo pekee yatangulie mbele siku zote za utumishi. Soma neno la Mungu, omba. Mama mchungaji, saidiana kuomba. Sio suala la mchungaji peke yake. Mungu anaweza kaleta jaribio, yes, akamwambia aondoke aende mahali nyuma, wakakuletea mwenye mapepo. Hey, angekuwepo baba, umefikia wapi saizi? Hakuna cha kufikia wapi saizi. Kuna mgeni, uwahi sana. Hakuna cha mgeni uwahi sana. Hiyo kontrakti mama, anza kushughulika nayo. Yes, anza kushughulika nayo. Haijalishi huyo mwenye mapepo ana kifua kiasi gani kwa kumtazama. Hilo lisiwe sio ndio swala, umeitiwa yaliyoshindikana. Amen. Na Mungu anze kufanya shughuli zake kwa kuwahi ama kwa kuchelewa, anabaki kwa Mungu. Amina. Amen.